Kuna mtu anaitwa Hush Puppy yupo jela mpaka muda huu tunaoongea. Kuna mtu anaitwa Turbo Bester yupo jela mpaka saa hii tunaoongea. Kuna mtu alikuwa anaitwa Ginimbi saa hii ni marehemu mpaka muda huu tunaoongea. Kuna huyu ambaye mmemsikia juzi hapa, wengi amepata umaarufu hapa juzi, alikuwa anaitwa Jeffrey Epstein. Saa hii ni marehemu na kilichomuua ni haya mambo ninayoenda kuyazungumzia. Nisikiliza kwa makini sana. Ukiona mtu yoyote anakuaminisha kwa nguvu kwamba anaishi maisha ya kifahari, kwamba yeye yupo ulimwengu wa kwanza, yeye ana kila kitu, ana magari makali, ana msululu, anatembea na nini tunaita msafara, anaishi majengo makubwa, ana maisha yake yani tunaita expensive life, mara nyingi kunakuwa na nia ovu nyuma yake. Na watu kama hao mara nyingi safari yao inakuaga fupi sana. Wadogo zetu ambao mtandao mmeukuta, mmeanza kujitambua, akili zenu zinaanza kuwa timamu, mtandao mnaukuta umeshika kasi. Kuna vitu vingi vya nyuma mvijui. Sisi wengine tulipata bahati, mtandao ulitukuta. Yaani tunaanza mlio download nyimbo Tubed kwenye visimu vidogo vya tochi hivyo, unahangaika na download, simu ina MB 5. Mnaelewa ninachokisema. Kwa hiyo tumeanza nao mwanzo, tunaelewa matukio. Kwa makini. Hakuna tajiri anayeweza kukuinspire kwa hizi tunaita nini, showbiz, kuleta show off za mambo yake, vitu vyake anavyomiliki, maisha yake binafsi. Hakuna maisha kama haya. Tunawajua matajiri wa kweli hapa Bongo. Tunaona nyumba zao mpaka machawa waalikwe futari. Mpaka machawa waalikwe kwenye futari ndio tunaona majengo yao. Tunaona lifestyle wanazoishi. Tunaona magari yao. Machawa ndio wanatuonyesha lifestyle yao. Sio wao kuja Hebu fikiria mtu kama Mo angekuwa na account yake anaonyesha maisha yake. Mtu kama Garibu angekuwa na account yake TikTok hapa anaonyesha lifestyle yake, anaonyesha mali zake, magari yake, majumba yake. Kuna mtu angemgusa? Sasa kwa nini wafanye hivyo? Kwa hiyo ukiona wajinga hawa, anaweza nikawaita wajinga wanaotumia nguvu kubwa kuwa manipulate madogo zetu, kuwa manipulate madogo wanapagawa, mara nyingi mtaishia kutapeliwa. Mara nyingi mtaishia kuingizwa kwenye mambo ya ovyo. Mara nyingi mtaishia kurubuniwa. Naona kuna pepo hapa juzi kati limeanza kulipuka. Kuna dogo anafanya interview anamlalamikia aina ya matajiri ninaowasema. Sitaji jina la mtu. Lakini mara nyingi hawanaga vitu hivyo. Niamini mimi, hawanaga vitu hivyo. Hakuna mtu mwenye utajiri ana muda wa kufanya huo ujinga. Hakuna mtu mwenye hiyo shughuli. Kwa hiyo ni makini, mtadhulumiwa, mtarubuniwa, mtaingizwa kwenye michezo ya hatari. Mlikuwa mnaona wale madogo wale walikuwa Dubai, wale mapacha wawili wa TikTok walikuwa hivyo, na wenyewe maisha yao hivyo. Wako wengi sana, nilikutajia hao ni sample. Wameishia wapi? Sasa hii nadhani wako jela, wananyea ndoo. Kwa kueni makini. Akili za kuambiwaga hapa mtandaoni, vitu unavyoviona, changanya na uhalisia, changanya na fact, changanya na kichwa chako. Cha ujinga.